Basi ninashukuru, naomba tuketi. Mungu awabariki sana. Naomba tuketi. Bwana asifiwe. Bwana mwema, Bwana asifiwe. Hata kama hujui kinachoendelea, wewe ni tu kwetu. Ni tu kwetu, wala usikusumbue. Ninawasalimia kupitia jina la Yesu Kristo. Watu wote ninawakaribisha kwenye ibada. Wale msiofahamu, inaitwa Mchungaji Kamwela, mchungaji kiongozi wa kanisa la Mungu. Amen. Jamani, tuko Afrika ni kitu cha kawaida. Amen. Walifikiria ya kwamba ndoto zako zitatimia. Yes. Lakini zitatimia. Leo hii Mungu amekupa neema sio kuwa ya kawaida. Kwa miaka mingi Mungu amekufungulia mbingu. Hawatakukataa tena, hawatakukataa tena. Hawatakataa tena. Yani moyo wake ni pastor. Vingine vyote hataweza. Ni mchungaji. Huyo sio mtu wa kuzunguka. Mtu wa kuchunga. Watasafiri kidogo kutembelea wengine, lakini wewe mtu wa kuchunga. Usijiingize kwa vitu vingine. Na baraka zako ziko hapo. Thank you, Father. Holy Ghost. Hautakuwa mchungaji mbaya. Yes. Ni mtumishi mwenye moyo wa Mungu. Kama Daudi. Hata kama wengine wanakudharau, lakini Mungu amekuchagua. Na kuna neema sio kuwa ya kawaida ambayo inashuka juu ya maisha yako. Verse number 18.
na mstari wa 19, bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona, na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Amen. Bwana asifiwe. Amen. That goes deeper than broken homes. Ambao inaenda mbali zaidi kuliko nyumba zilizoharibika. Beyond absent men. Mbali na wababa ambao hawapo kwenye familia. Or deeper than strained families. Au mbali kwa zaidi ya familia zilizotengana. It is called a father wounded crisis. Hili janga linaitwa janga la wababa walioumizwa. Yeah. That they did it well. This is so deeper and so terrible than just a broken home. Hii ni mbaya zaidi kuliko hata nyumba zilizoharibika. The crisis of a father wounded crisis. Janga la wababa walioumizwa. When God wants to bless a family, Mungu akitaka kubariki familia, He puts the blessing on the father. Anaweka hizo baraka juu ya baba. And He puts the grace on the mother. Na anaweka neema juu ya mama. And He puts power on the children. Na anaweka nguvu juu ya watoto. Now, whenever a fatherhood is broken, sasa popote ambapo ubaba unakuwa umeharibika au umevunjika, or silent, au umenyamazishwa, or abusive, au umekuwa wa kuumiza, or absent, au haupo, something else tries to grow in the place. Jambo lingine linaanza kukua kwenye nafasi ya ubaba. Let me say this again. Ngoja nirudie tena. Whenever fatherhood is broken, popote ambapo ubaba umevunjika, distorted, au umeharibiwa, silent, umenyamazishwa, controlling or cold, baridi, au umekuwa baridi, something else will try to grow in the place of the father. Jambo lingine linaanza kujaribu kukua kwenye sehemu ya ubaba. And that is why on this Sunday I was led by the Holy Spirit to speak about this. Na ndio maana Jumapili hii nimeongozwa niongee kuhusu hili jambo. Because there is where God wants to take you. Kwa sababu kuna mahali ambapo Mungu anataka kukupeleka. There is a dimension where God wants to take you as a church. Kuna kiwango ambacho Mungu anataka kuwafikisha kama kanisa. And I want to promise you, na nataka nikuahidi, in a short time from now, kwa muda mfupi kutoka sasa, this church is going to be multiplied 7 times. Hili kanisa litaongezwa mara 7. Hamjanielewa. Nasema ili kanisa litaongezeka mara 7. Vijana wanaenda kuinuliwa sana, vijana wa kanisa hii wanaenda inua mikono yako, sema haleluya. Sema haleluya. Wanawake wanaenda kuinuliwa sana. Kuinuliwa tu kuhuduma, lakini watainuliwa kifedha pia. Wababa wanaenda kujenga mijengo, wanaenda kujenga. Naona baraka zimeshashuka ndani ya kanisa hili.
blessings beyond measure. Inua mikono yako, sema hallelujah. Sema hallelujah. Nimesema baraka bila kipimo. Baraka bila kipimo. Blessings beyond measure. Amen. Amen. Yeah. Watoto wenu, your children, watakuwa na akili sana mashuleni. Nasema watakuwa na akili sana mashuleni. Je, kama ninapoanza hapa nasema watoto wenu watakuwa na akili sana mashuleni. Ni vibaya sana au ni huzuni sana mzazi kuzika mtoto wake. It is sad for a parent to bury their child. Hautazika watoto wako, hautazika. Nasema hautazika. Hautazika watoto wako. Watoto wako watakuwa na watakubariki wewe. Utawalea, watakuwa na watakubariki wewe. Watoto wema wataharibika. Nasema watoto wataharibika. Ili watoto yako sema haleluya. Hawataharibika kwenye madawa ya kulevya. Watoto wako wataleta utukufu ndani ya familia. Na ndoa zenu hazitaharibika. Your marriage won't be destroyed. Mataifa yote yatabarikiwa kupitia wewe. All nations will be blessed through you. Wewe ni bremu yetu hapa. Ni bremu wetu hapa. Ndani kama watu wananielewa. Baraka za Mungu haziko mbinguni tena. Ziko ndani ya huyu. Mungu ndani ya huko mbinguni tena, huko ndani ya mikono ya huyu. Nikikutazama mikononi mwake amebeba mafunguo na mafunguo ya magari ya kuwagawia watu. Amebeba vyeti vya ndoa vingi na mikono yake. Amebeba hekima nyingi za watoto wetu. Majengo mengi na hati nyingi za viwanja viko mikononi mwake. Mungu amewapa Ibrahimu, Mungu amewapa baba. Ukipambana naye, system ya Mungu inapambana na wewe. Ukimbariki, mbingu inakubariki. Ukimwombea, mbingu inakutetea. Tunaelewana vizuri hapa? Na sio yeye tu, na familia yake pia. Na mke wake na watoto wake. Kuheshimu baba ni kuheshimu yeye na familia yake na vitu vyake. Yes. Tunakushukuru, tunakupenda. Kizazi kinachoua baba. Yes. Kizazi kinachoua baba. A generation that kills their fathers. There are 7 things that I want to write down quickly. Then we pray and go. Kuna mambo 7 ambayo nataka niyaweke sawa haraka haraka, tutaomba tutaenda. Number 1. Cha kwanza, the generation that kill fathers. Kizazi kinachoua mababa. It is a generation that wants what is in the hand. Ni kizazi kinachotaka mambo yaliyopo kwenye mikono. But not what is in the heart. Lakini sio mambo yaliyopo moyoni. Wanataka kilioko mkononi mwake. They want what is in their hands. Lakini sio kile kiliomo ndani ya moyo wake. But not what is inside their heart. Mikononi kuna chakula. In hands there is food. Moyoni kuna urithi. In heart there is inheritance. Ndani kama watu wananielewa. I don't think you understand me. Mkononi mwa baba
kuna mkate. On the hand of the Father there is bread. Moyoni mwake kuna urithi. But inside him there is inheritance. Kuna impartation. Kuna uambukizo. Kuna neema. There is grace. Lakini watu wengi wanatafuta kiliomo mkononi. They are seeking for what is in the hands. Vijana wangu wengi, many of my young men walikuwa wanielewa. They never understood. Walikuwa wanielewa kabisa. They never understood. Watu wananipa tu hela. People give me money. Wananipa tu hela. They give me money. Sihangaiki na mambo ya hela, watu wananiletea tu hela. I don't struggle when it comes to money. Sasa hivi ninakuwa na hela nyingi hapa. And so I can have a lot of money. Na naona wako pale wanastaka. And I'm seeing them, they're looking at the money. And I don't give it to them. Huyo mzee sijui amekuaje? Mzee atoe hela. The money is selfish now. Kwa sababu ninachotaka kuwapa. Because what I want to give them. Sio cha mkononi. It is not the one that I have. Utakula leo na kesho kitaisha. Nataka nikupe cha moyo. Sasa ukipata ya moyoni. Utakula naole milele. Inua mikono yako, sema haleluya. The ungrateful generation. Kizazi kisichokuwa na shukrani. Hata ukiwafanyia vitu gani, no matter what you do to them, hawaridhiki. They are never satisfied. Hawana shukrani. They are ungrateful. Kijana mmoja, one young man, nilimkuta akiwa amechanganyikiwa. I found him when he was crazy. Nikamchukua. I took him in. Nikamsaidia. I helped him. Nikamlipia kodi. I paid rent for him. Nikamfundisha maombi. I taught him how to pray. Nikamfundisha kuhubiri. I taught him how to preach. Nikamfundisha kuvaa. I taught him how to dress. Nikamfundisha kuongea. I taught him how to speak properly. Nikamfundisha kuongea na watu. I taught him how to speak with people. Mpaka akaanza kufanana na mimi. He started looking alike. Nimemnunulia suti yake ya kwanza. I bought his first suit. Ili afanane vizuri. So that we can look alike. Nikakaa naye kwa muda. I stayed with him for a period of time. Nikamintroduce kwenye madhabahu yangu. I introduced him to my altar. Akaanza kuhubiri. He started preaching there. Nikakaa naye kwa muda kama miaka 7 hivi. I stayed with him like for 7 years. Nikamwachia kanisa. I left him with the church. Nikaenda China. I went to China. Mwachia na redio. I left the radio station. Tulikuwa tunahubiri redio kama 4. We were preaching in like 4 radio stations. Na TV 4. And 4 television stations. Nikamwachia vipindi vya TV vyote na vipindi vya redio. I left all the periods in the nikamwachia na kanisa. Radio in my church. I left it to him. Nikaenda China. I went to China. Baada ya wiki mbili. After 2 weeks. Mama ananipigia simu. My wife called me. Ananiambia huyo kijana, sitamtaja jina lake, mnamjua. Kijana ameondoka. He went away. Ameenda kufungua kanisa. He went to open up his own church. Alafu ametumia makaratasi ya kanisa. And he has used the church certificates. Akaenda kula kuambia watu, baba ameniambia tufungue tawi. He told the people that our father has ordered us to open up a branch. Na sikumwambia kufanya chochote. And I didn't tell him nothing. Akaenda upande ule mwingine wa mji. He went to another part of the city. Akachukua watu kama 250. He took like 250 people. Akaenda nao. He went with them. Mama akanipigia, nifanyeje? My wife called me. I told her to be sad, to be inspired. Mwache. Leave him. Wiki ya kwanza walikuwa 250. The first week they were 250. Wiki ya pili walikuwa 70. The next week they were 70. Wiki tatu walikuwa 35. The third week 35. Wiki ya 4 walikuwa 7, yeye na familia yake. And on the fourth week there were only 7 people. Na ndugu zake. Only his relative. Na yule aliyekuwa anamlipia ukumbi na mwenyewe akatoka akarudi. Baraka hazitoki kwa mjomba. Because blessings cannot come from baraka zinatoka kwa baba. Blessings come from the Father. Sasa wale watu ambao hawana shukrani, wale ambao hawana shukrani hawawezi kubarikiwa. Mtu akiwa amekufanyia kitu kidogo, shukuru.
ndio wametuumiza sana wa baba. They have hurt us a lot as fathers. Yule kijana aliniumiza. That young man hurted me a lot. The lazy generation. Kizazi kivivu. They want you to do everything for them. Wanataka wafanyie kila kitu. Wanataka walipie mahali. They want you to pay a bride price for them. Wafanyie harusi. To wed them. Hapo ndipo watajua wewe ni baba. For them to know that you are the father. Alafu ukimaliza kuwafanyia hivyo wanaondoka. And after you finish doing that, the generation that is lazy. Kizazi kilicho kivivu. Number 4. Kizazi aina ya 4. The unstable generation. Kizazi kisichokuwa kisichotulia. Aha. Mapepe, yani kizazi ambacho ni mapepe. Unstable generation. Leo wako hapa, kesho wako pale. Leo wanasema hivi, kesho wanasema mambo mengine. Yani hawajatulia kabisa. They are unstable. Watu kama hao ni wanaua mababa. The types of those people are the ones that kill their fathers. The number 5. Aina ya 5. The rebellious generation. Kizazi kiasi. Rebellious generation. Kizazi kiasi. Sometimes wakati mwingine wanakubali kufanya jambo. They accept to do something but they don't do. Lakini hawafanyi. Wengine wana baba wa kiroho wa mtandao. Some of you have spiritual fathers online. Hujawahi kukutana naye hata umjui. You've never met the lakini baba yako wa kiroho kwenye mtandao. But he's your spiritual father online. Uwezo kupokea baraka. You can never receive blessing ya kanisa hii of this church kama una baba mwingine mtandaoni. If you have another father online. Na wewe unaweza kukuombea, sina shida na hilo. They can pray for you. Unaweza kuwapa sadaka, lakini fungo la 10 unaleta hapa kanisani. But tithe you bring it to this altar. Tunaelewana vizuri hapo? Hata kama mtapiga makofi nitawaambia. Namba 6. The generation that devalues their own. Kizazi kisichotia thamani kwa watu wa nyumba yao. They see others as powerful. Wanaona wengine kama wana nguvu. They see them their own as weak. Lakini wanaona wao ni wadhaifu. Hakuna mtu mwenye nguvu zaidi ya mchungaji wako. There is nobody that has more power than you. Hayupo. There is nobody. Mimi nitakuja hapa, nitapiga injili, nitatabiri, lakini sina nguvu kuliko baba yako hapa. Yeye ndiye anajua matatizo yako. Yeye ndiye anakuombea. Ukifiwa mimi sitakuja kukuzika, yeye ndiye atakuzika. Yeye ndiye atazika. Yaani yeye ndiye anafanya kila kitu. Hakuna mgeni yoyote mwenye nguvu kuliko mchungaji wako. Nimesikia makofi mazuri, ningeongeza kitu hapa. Haleluya. Inua mikono yako, sema haleluya. Kama baba yako wa kimwili alifariki, your biological father, kama amefariki, Mungu anakukompensate, anakupa baba wa kiroho. Sisi hatuzai tu watoto wetu. We don't only give birth to our children. Tunazaa na nyie. Give birth to you too. Hatuzai tu watoto wetu. We don't give birth to only tunazaa na nyie. To you. Sasa kuna baraka 5 ambazo Mungu anaachilia juu ya kanisa. Now there are 5 blessings that the Lord is releasing upon this church. 5 of them. 5 of them. Baraka 5. Hata swali kisipokee. Just receive them. Na nikitaja ya kwanza, and when I mention the first one, piga makofi na shangwe, useme na ipokee ya kwangu na itakuwa ya kwangu. Uko tayari? Uko tayari? Baraka ngapi? Ya kwanza kabisa. The first one. Mungu ameleta baraka ndani
ndani ya huduma hii. God has brought blessings in this ministry. Baraka ya kununua viwanja na kujenga majengo. Waliopiga sana makofi walioshambulia sana mwenye kununua viwanja na watenganisha na kupanga. Nasema na watenganisha na kupanga. Umezaliwa kwa kupanga, umekuwa mtu unapanga, umeolewa kwa kupanga, na waondoa kwa upangaji. Nasema na waondoa kwa upangaji. Utanunua viwanja, utajenga manyumba, na utakaa ndani ya hayo manyumba, na utalitukuza jina la Bwana. Sema yeah. Baraka ya pili, Mungu anawabariki na baraka ya hela. Unafanya biashara na biashara zitafanyika. Unakwenda kufungua zimefikia pesa na fedha. Ukiondoka mahali hapa, unaenda na baraka kwenye biashara na fedha. Kama una kazi, pokea kazi. Watoto wena wataleta aibu. Nasema watoto wena wataleta aibu. Na kama utazaa, achilia watoto ndani ya tumbo lako. Achilia watoto ndani ya tumbo lako. Watoto wako watabarikiwa. Nasema watabarikiwa. Nasema watabarikiwa. Baraka ya nne, utaishi. Mungu atawabariki na uhai uzima. Ni uhai. Mungu atawabariki na afya njema. Nasema afya njema. Nasema afya. Mungu atawabariki nasema afya. Afya. Hautakufa mapema. Kama kuna magonjwa yote ndani ya mwili wako, unayaondoa. Naondoa kansa, naondoa ukimwi, naondoa pressure, naondoa presha, naondoa kila magonjwa. Natakasa damu yako, natakasa mwili wako. Mungu anawabariki na afya njema. Baraka ya tano, Mungu anabariki familia yako. Nasema anabariki familia yako. Wewe watabarikiwa, watoto wako watabarikiwa, wazazi wako watabarikiwa, ndugu zako watabarikiwa, familia nzima itabarikiwa. Naona mwendelezo ya miujiza na familia, mwendelezo ya ushuhuda na familia. Hivi ndicho kitatokea. Wewe ukipata kazi, ukiweka atapata promotion, baba yake atanunua kiwanja, baba yake atapata uponyaji, dada yake ataolewa, ndugu yake ataenda Ulaya. Familia yake imebarikiwa. Nasema familia yake imebarikiwa. Nasema kwa familia yake hakutakuwa mtoto mpumbavu. Wote watakuwa na busara, watakuwa na hekima. Luka kwa miguu yako, sema familia yote inabarikiwa. Kwenye familia wewe ni maskini, hauwezi ukakaa na hela. Matatizo ni mengi. Ninatangaza jioni ya leo, nasema ninatangaza jioni ya leo, familia yako wanabarikiwa. Nasema na wenyewe wanabarikiwa kupitia wewe. Nasema kupitia wewe watabarikiwa, kupitia wewe watainuliwa,
Hiyo baraka tano. Those are the 5 blessings. Mungu ameniambia niachilie God told me to release it in the church. ndani ya kanisa hili. In this church. Meno ya mbele inatoka. Utawajua utakuona mtu meno ya mbele yote imetoka. Jua ya kwamba huyo ndiye alikuwa analoga familia yako. Ile mikono yako sema haleluya. Kila mkono wa mtesi wako na uvunja. Hautasimama tena. Nasema mkono wa mtesi wako hautasimama.